Zaburi 127 127, sorry. Kama kuna mwenye amepata haraka hapo, mimi sasa sijazoea hizi za simu sana. Sasa ni vile sikuwa najua kwamba tutasemezana haya. 127 from verse 3 to verse 5. Biblia inasema hivi. Haya, yenye imekuja ni nyingine hapa sasa, ni ya Kiingereza. Sijui kama kuna mwenye ako na ya Kiswahili ama nisome ya Kiingereza. 127 verse 3 to 5. Bwana ndio urithi uzao wa tumbo. Hawasikii. Zaburi 127 mstari wa 3 kuendelea. Tazama, Bwana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyejaza pando lake hivyo, na ataona aibu wanaposema na adui langoni. Amen. Jina la Mungu wetu na libarikiwe. Tumesikia andiko limenena wazi kwamba Bwana ni baraka, na wale ambao mtu amepata kuwazaa ujanani mwake, Bwana apewe sifa. Tumesikia kwamba yani hata ukiwindana na maadui utaweza kuwashinda. The reason why vita ya wewe ukipigana ukiwa peke yako na mkipigana mkiwa wengi ni kwamba nyinyi wengi unaweza kushinda adui. Bwana asifiwe. Ama mnaweza kashinda yule mwenye mnampiga. Nimesikia mchungaji akisema walikuwa watatu, sasa wamefika 4. Ijapokuwa siku hizi watu wanataka 1 or 2 and it is enough. But hiyo hayakuwa mausia ya Mwenyezi Mungu. Bwana apewe sifa. Lakini leo tumekuja kwa ajili ya hizo baraka ambazo zimeongezeka katika nyumba hii. Na mahala fulani tulipokuwa katika hafla kama hii, nilikuwa naambia watu siku hizi mama ama mwanamke akijifungua mapacha hata anaweza piga duru. Lakini mbuzi na ng'ombe wakijifungua mapacha unafurahia na kupiga makofi na kusema ni baraka. Lakini watoto wanaanza kuuliza sasa huyu atakula nini? Nimesikia mkiimba wimbo hapa hata kama ni hiyo lugha nyingine, lakini si kuna mmoja alituambia nyinyi ni my cousins, ni my cousins. Sasa nyinyi ni my cousins, nimeelewa kidogo. Maana nimesikia ati tunatolewa from one glory to another. Tuone ya kwamba ndio tutapelekwa katika, unasema kikio kingi, tunapelekwa katika upeo mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mama Evans Justus na Baba Evans Justus, mshukuru kwamba Mungu amewapeleka katika kitengo kingine. Bwana asifiwe. Amen. Na hicho kitengo ambapo mmepelekwa na Mwenyezi Mungu ameona ni heri. Sasa kile ambacho mnafaa kuomba ni ulinzi. Mungu alinde huyo mtoto na hizo baraka zidumu. Bwana apewe sifa. Mpate kuwapa malezi ama kumpa malezi ambayo ni ya manufaa. Maana Hana alipokuwa akiomba abarikiwe na mtoto Samueli, alikuwa na maagano ama aliahidiana na Mwenyezi Mungu, utakaponipa nitamrudisha nyumbani mwako. Kwa hivyo huyu naye jinsi ambavyo amekaribishwa katika ulimwengu huu, pia amekaribishwa katika nyumba ya Bwana. Bwana apewe sifa. Unajua watoto huwa wanaona na wala sio kusoma sana. Kuona na kusikia anaanza kuimitate venye unafanya. Kale kago kadogo nimewaambia kanafikisha mwaka next week ambayo ni 17. Saa hii mtu akichukua serviette apanguze meza, kanaitisha na kanaanza kupanguza. Juzi kalinyang'anya mamake handkerchief na kanaanza kutoa makamasi kenyewe. Maana kameona. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo vile ambavyo tunawalea na vile ambavyo tunawaonyesha, na ukitazama nyumba nyingi watoto ambao hawaendi makanisani ni wale wazazi wao hawaendi. So wewe kama na sana baba, ni vizuri kusema ukweli. Bwana asifiwe. Na huwa tunaongeaga ukikuta ya kwamba maana wanaangalia kama huyo mtoto nimeona ni kijana,
Sasa kijana anataka amuige baba. Nakumbuka zamani tukiwa wachanga, babangu alitulea, kazi yake sana manake nimezaliwa kule Rift Valley, alikuwa anaitwa Chemngara. Chemngara ni jina la broker na Kikaleji, broker wa ng'ombe. Sasa yeye alikuwa ananunua ng'ombe, anauza, na wala anakuja tunafuga. Mimi nikierevuka nilipata tukiwa na ng'ombe zaidi ya 20. Sasa nikiwa mdogo, maana alikuwa naenda auction kwenye ng'ombe zinanunuliwa. Sasa nikiwa mdogo, wakati hayuko, nilikuwa naenda nachukua koti yake, navaa, na viatu navaa. Yani nikiwa kijana mdogo sana, alafu nachukua vipo. Sasa naambia wenzangu naenda auction kununua ng'ombe. Sasa ninaenda mimi, ubaya sasa sikuwa naenda kabisa, ilikuwa ni ile ya kwa sababu umeona babako Kenya anafanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niseme ya kwamba tumeambiwa jinsi hivyo ilivyo baraka, na tukaambiwa tufurahie watoto hawa ambao tumezaa ujanani, hivyo na tuwalee na tuwafundishe njia nzuri. Nimalizie kwa maandiko mawili. Mwanzo nisomee Zaburi 20 mstari wa 7. Sasa hii naye ni ya kumwachia baraka na maombi ya kumwombea, ya kwamba vile ambavyo amekuja katika ulimwengu huu ulio na shida, ulio na dhiki, ulio na mambo mengi, Bwana akawa ndiye atakayepigania. Zaburi 20 mstari wa 7 peke yake. Zaburi 20 mstari wa 7. Hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Amen. Tumesikia Daudi alipokuwa akianena hayo, asema wengine wanataja farasi na magari ya vita, lakini sisi tulitaje tu jina la Mungu wa majeshi. Tusijali watu wanasema ya kwamba nchi uchumi umekuwa hakuna watoto chakula. Juzi nilisikia mwingine akiuliza alipobarikiwa akapata mtoto wa 4. Yule alipopata habari na ni wa huko bara, akauliza haraka aje, kwani anataka kufenzi na watoto. Nashangaa yani unaona ya kwamba kuna kejeli ambazo zinakuja. Lakini huyu mwana ama huyu mtoto, Biblia imesema ya kwamba wao labda wanaona, kuna wale ukiangalia matajiri wanaona utajiri wao ndio ambao utawalisha na ndio utawanywesha, lakini Mungu wetu ndiye anatupa. Na ndiposa Daudi akasema kwamba watu wanaosema fahari wanazo, wana farasi, wana magari ya vita, lakini mimi naja kwa jina la Bwana wa majeshi. Huyu mtoto atalindwa kwa jina la Bwana wa majeshi. Atapata school fees kwa jina la Bwana wa majeshi. Atapata lishe kwa jina la Bwana wa majeshi. Chochote anachokihitaji atakipata kutokana na jina la huyo Bwana Baba wa majeshi. Bwana apewe sifa. Maana hivyo ndivyo ambavyo waamini, wale ambao tunaliamini jina lake Mwenyezi Mungu, wale tunaoamini ya kwamba kuna Mungu ambaye anatubariki, na huyo Mungu ambaye alimfanya. Maana Biblia inasema kwamba ati Mungu hawezi akamfanya mtoto adirike tumboni mwa mamake kisha akose kumfikishia wakati wa kuzaliwa. Kwa hivyo Mungu ndiye anapeana. Na tukasoma hiyo Zaburi 127, ati Mungu ndiye anapeana hawa watoto. Bwana asifiwe. Ati ni baraka toka juu mbinguni. Kwa hivyo hizi baraka toka juu mbinguni basi zinalindwa na mwenye enzi. Zinalindwa na Bwana wetu yule ambaye alizipeana. Bwana asifiwe. Tumalizie na andiko katika Zaburi 135 Zaburi 139 verse 5. Zaburi 139 mstari wa 5 peke yake. Ili kuanzia hapo, leo hatuna mambo mengi, ni hizo baraka, na ni vizuri kusemezana hayo ili yakawa msaada kwetu. Neno linasema hivi: umenizingira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Bwana apewe sifa. Azingirwe nyuma na azingirwe mbele, awe ako chini ya mkono wa Bwana. Umenizingira nyuma na mbele, Bwana apewe sifa. Umeniwekea mkono wako juu. Kwa hivyo mkono wa Bwana uwe juu yake, kama ni akiwa katika maskani haya, akiwa popote alipo. Tunasema